Kuna mama mmoja alitaka aniletee matatizo. Alikuja kaniambia, "Pastor, mume wangu ni maraya sana. Nifanyeje ili aache umaraya?" Nikamwambia, "Kuna jambo moja gumu, tunaweza tukamuombea." Akasema, "Jambo gani?" Nikamwambia, "Tunaweza tukamuombea, akitoka nje hakuna kitu, akirudi ndani yuko sawa." "Inawezekana?" Nikamwambia, "Inawezekana, tuombe." Tukafunga tukaomba. Tulipoomba, Mungu akajibu faster. Yule baba akachukua mwanamke kaenda naye hoteli, amna kitu. Akaisha kula chips na kuku akarudi. Amesikitika. Tumia na madawa ya Wachina, si madawa ya vitu gani, amna kitu. Akachukua mwingine naye hoteli, amna kitu, akarudi. Watatu ndo akarudi amesikitika kabisa. Sasa yule mama akatoa siri. Akasema, "Mbona kama huna amani?" Sema, "Isiji kama yale maombi tuliokuombea yamejibiwa." Akasema, "Maombi gani?" "Asa tulikuombea kwamba ukienda nje hamuna kitu, ukirudi ndani fire." Akasema, "Mliomba na nani?" Akasema, "Na pastor." "Pastor yupi?" "Huyo tunayemsikizaga kwa mtandao, Pastor Mgogo." Nikipigia simu akaniambia tuombe, tukaomba kwa njia ya simu, tukakuombea. Wewe jamaa akachanganyikiwa. Kumbe ndiye amenifanyia uharibifu. Akachukua namba akanipigia, "Pastor, kwa hiyo wewe ndio uliomba na mke wangu?" Akasema, "Mimi naombaga na watu wengi." "Kuna maombi uliomba yakajibiwa." Nikamwambia, "Mimi nikiomba sijui kama yamejibiwa au hayajajibiwa. Wale wanaohitaji maombezi ndio wanatoa ushuhuda. Kwa hiyo sijajua ni mke wako yupi. Yule ambaye alisema mume wangu sio mwaminifu." Akasema, "Hayo nimeomba wengi, sio chini ya 1000. Sasa najuaje?" "Sasa mimi mliomba alafu hakuna nikinani hamuna." "Sasa pastor, nakuomba jambo moja. Hebu naomba uombe upunguze kidogo ili niende nikalipe revenge. Wamekula hela zangu, wamekula sijui nini, alafu hakuna kilichofanyika. Pastor, hebu niombe, omba kidogo tu ili nikirevenge, alafu uombe ufunge kabisa." Nikamwambia, "Kwa hiyo wewe sio mwaminifu?" Akasema, "Wewe kwani wanaume wasio waaminifu ni wachache?" Nikamwambia, "Sikuombei." Nikamwambia, "Kwa sababu aliyechukua imani sio mimi, ni mke wako. Kamuombe akupunguzie." Yule hawezi. Nikamwambia, "Sasa dhambi iliyokuwa inakutesa ni hiyo, na sasa